please. Yes. Asante Senator wetu, asante sana. Wachungaji wetu, Your Excellency the Second Deputy President of the Republic of Kenya, viongozi wetu hapa tukiongozwa na Senator Seki na brother yetu Gogoyo, na nyote mliofika. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Kwa jina mimi naitwa Joe Nyutu, ni senator wa kule Murang'a, na nimekuja hapa kuandamana na kiongozi wangu Rigiji, ambaye tumesema akisema right tutakuwa tunaenda right, akisema left tunaenda wapi? Na pamoja na hiyo Senator Seki ni rafiki yangu sana, akaniambia ni vizuri tuje tulete Deputy President huku ili tusalimie pia watu wa Kajiado. Mimi sina mengi ila kusema kwamba mchungaji, nimesikiliza mahubiri yako vizuri sana, na kuna kikundi kimoja cha Wakristo ambacho umesema, na nikaona kwamba Rais Ruto ako kwa hicho kikundi. Amesema kuna kikundi ambao wanaenda kanisani Jumapili ili kwamba wapunguziwe dhambi, wapate nafasi ya kuongezea dhambi za wiki inayofuata. Na nikaona huyo ni William Ruto. Lakini ole wangu alienda pale Kasarani akapeana milioni 20, na sisi hatuna shida na pesa ambazo alipeana, lakini alidhani kwamba dhambi zingepunguka lakini zikaongezeka. Gen Z tumepita hapo, askari wamejaa. Gen Z wakasema wataenda kusalimia kanisa, lakini sisi hatuna shida na kanisa, ila tumeambiwa kwenye Biblia kama tunatoa mkono wa kushoto usijue kama mkono wa kulia umetoa. Mimi nataka kumuomba rais wetu Ruto awe akiandika check na asitangaze kanisani, asitangaze kama anatoa nini. Kama anasema alienda Sunday school, vile anadanganya watu kila siku. Sunday school watu walifunzwa utoe kwa siri ili ubarikiwe kwa. Na kwa hivyo hicho kikundi nimeona ako hapo, tumuombe. Pili, uongo ni jambo ambalo halifai kukubaliwa kanisani. Huyu jamaa alidanganya Wakenya wote, akawahadaa kwamba ataweka pesa mfukoni, lakini ameweka pesa mfukoni ama ametoa ile kidogo iliyokuwa imebaki. Sina anaendelea kuongezea kila wakati kuongezea. Sasa hivi NSSF imepanda, watu wa payslip wanapata kama 50% of their gross pay. Si huo ni uongo? Aliulizwa siku moja, je, wewe umeteswa na Rais Uhuru, wewe naibu wako ukimpata utamtesa? Akasema la hasha, naibu wangu sitakubali aongeleshwe vibaya na yeyote. Akadanganya pale. Alipoingia, afadhali hata Uhuru ambaye hakumtoa kwa kiti, yeye ametoa mwenzake kwa, na huo ni uongo. Na mwisho, wachungaji, na malizia Senator Seki, ni vibaya sana mzee aliye hapa kuvunja nyumba yako, unafukuza bibi na watoto, halafu unaenda kusema unaunganisha jirani. William Ruto has no moral authority to talk about the unity of Kenyans. He has broken his own house. He has chased away his political wife, that is Rigathi, na watoto wake. Sisi huwezi kutupa bibi na watoto halafu unaenda kusema kwamba unaunganisha nani nyumba ya jirani. Si huo ni unafiki? That is a hypocrisy of the highest order, and that is something that we must keep calling out. Na mwisho tuseme sisi tumekubali, tukiongozwa na Rigathi Gachagua, kuungana na Wakenya wengine, viongozi wa Wakenya wengine, sio kwa misingi ya kikabila, lakini kwa misingi ya itikadi ama kwa misingi ya ideology. Wale ambao wanataka kuokoa Wakenya kutokana na udhalimu na unyanyasaji wa serikali ya William Ruto. Payslip irudi iwe kwamba ina pesa, watoto wetu wasiwawe tena na serikali. Na hayo ndio mambo ambayo tunasema tupatiwe a good health system. Sisi hatuna kitu kingine tunataka, na tunasema watu wetu tuungane, wote tuungane, tuone kwamba hii serikali imeenda nyumbani. Nikifika Murang'a nipeleke salamu zenu, niwaambie aje
Mko chini nyuma ya Rigiji? Asanteni sana, mbarikiwe na msiwe watu wa hiyo grupu ya 4 iliyoitwa vuguvugu. Kuja kanisani, unaabudu, unaomba Mungu, sio kwamba upunguziwe dhambi uende ukatende zingine. Asanteni, Mungu awabariki. Mheshimiwa Ngoyo.